Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumatano ya tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, serikali yakubali ukosoaji wa ufadhili wa elimu ya juu, yaweka mpango wa kufadhili wote. Wanafunzi wote wanaofuzu kujiunga na vyuo vikuu nchini watapata ufadhili kamili wa masomo kutoka kwa serikali iwapo pendekezo jipya la ufadhili wa elimu ya juu litapitishwa na bunge. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Rais William Ruto alitangaza hatua hiyo Jumanne katika Ikulu akisema serikali imewasilisha mapendekezo ya marekebisho ya sheria yanayowezesha kila mwanafunzi anayefaulu mtihani wa kitaifa na kupata nafasi katika chuo kikuu na taasisi ya elimu ya juu kufadhiliwa kikamilifu bila kujali hali ya kifedha ya wazazi wake. Kwa sasa tuna pendekezo bungeni linalowezesha elimu ya juu kuwa ya wote. Haitajali mtoto anatokea katika familia gani, bali uwezo wake kitaalamu. Mwanafunzi yeyote anayefaulu na kupata nafasi chuoni atapata ufadhili kamili, alisema Rais William Ruto. Aliwahimiza wabunge kuharakisha kupitisha marekebisho ya sheria ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB ili wanafunzi watakaoanza masomo Septemba mwaka huu wanufaike kwa mfumo huo mpya. Tangazo hilo linaashiria kuwa serikali inaweza kuachana na mfumo wa sasa wa ufadhili wa elimu ya juu ulioanzishwa mwaka wa 2023 ambao umekosolewa na wanafunzi, wazazi na wadau wa elimu. Rais William Ruto alisema mfumo wa awali haukufaulu kwani ulisababisha vyuo vikuu vingi kukumbwa na matatizo ya kifedha baada ya serikali kushindwa kutoa kiwango cha fedha kilichoahidi. Baadaye tukaanzisha mfumo wa usawa ambapo wazazi walichangia sehemu ya karo, serikali ikatoa sehemu kupitia ufadhili na sehemu nyingine kupitia mkopo. Tulidhani ungeleta usawa lakini umeonekana kutotosha, alisema Bwana Rais William Ruto. Aliongeza kuwa chini ya mfumo mpya wazazi watakuwa na hiari ya kuchangia karo za watoto wao, lakini iwapo hawataweza kufanya hivyo, serikali itagharamia masomo yote. Hatutaki mwanafunzi yoyote ashindwe kuendelea na masomo kwa sababu ya ukosefu wa fedha, alisema Bwana Rais William Ruto. Hata hivyo, maelezo ya kina kuhusu mfumo huo bado hayajatolewa. Katibu wa elimu ya juu Dr. Beatrice Nyangala alisema pendekezo hilo bado linashughulikiwa kabla ya kuwasilishwa rasmi kwa wadau wa bunge. Bado tunalifafanua na kulikamilisha, ni mchakato unaohitaji muda, alisema. Mwenyekiti wa kamati ya makamu wakuu wa vyuo vikuu vya umma, Profesa Daniel Mugendi, pia alisema bado hajapokea maelezo kamili ya mfumo huo. Hatujapata maelezo ya kina, yakikamilika tutashirikishwa kwa majadiliano zaidi, alisema. Changamoto ya ufadhili wa elimu ya juu imekuwa ikisumbua serikali kwa miaka kadhaa. Madeni ya vyuo vikuu vya umma yameongezeka kutoka takriban shilingi bilioni 60 mwaka wa 2022 hadi zaidi ya shilingi bilioni 85 sasa. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa HELB Geoffrey Monari amependekeza taasisi hiyo ipate fedha kupitia masoko ya kifedha kwa kutoa dhamana ya kijamii ya thamani ya shilingi milioni 500 ili kuhakikisha wanafunzi wanapata ufadhili kwa wakati. Kwa sasa wanafunzi takriban 450,000 wanaonufaika na mikopo ya HELB wanaendelea kulipa mikopo yao, hali inayowezesha bodi hiyo kukusanya takriban milioni 700 kila mwezi. Mbali na mikopo, HELB hutenga shilingi milioni 237 kila mwaka kama ufadhili kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambapo shilingi milioni 137 huenda kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na shilingi milioni 100 kwa wanafunzi wa vyuo wa TVET. Na mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.